Nasifiwe. Tunaendelea tena na mafundisho yetu, na hii itakuwa sehemu ya 6. Hii ni sehemu ya 6 ambayo tunaendelea nayo. Kama vile tumekusha kuongelea mengi zaidi kwenye sehemu ya kwanza, ya pili, ya 3 na ya 4 na ya 5. Hivi tunaendelea na sehemu ya 6. Anayekuletea habari hii mimi Mambe Ruembuza, mtume wa Mungu wa Yesu Kristo, anayepeleka habari njema kwa watu wote. Tuko naongelea kuhusu ubatizo wa kweli. Ni upi kati ya ubatizo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na ubatizo katika jina la Yesu Kristo? Ni upi katika maandiko matakatifu ambao unahitajika, au ni upi ubatizo wa kweli ambao unastahili watu wote wabatizwe katika ubatizo huo? Tunasoma neno la Mungu wa Efeso. Tunasoma wa Efeso 4:5 inasema hivi: Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Hapa na kutuonyesha ya kwamba ubatizo sio ubatizo mbili, ila ni ubatizo moja katika jina la Yesu Kristo. Ubatizo ni ubatizo moja tu katika jina la Yesu Kristo. Sababu inasema ya kwamba Bwana ni mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Sio ubatizo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hapana. Ubatizo wa kweli katika Biblia ni ubatizo wa Yesu Kristo, yaani katika jina la Yesu Kristo. Hakuna ubatizo mwingine. Na hivi tunataka nikupatie maandiko sasa ambayo inayothibitisha ya kwamba ubatizo wa kweli ni katika jina la Yesu Kristo. Na kama na upinga, utanipa andiko ambalo walibatiza watu ndani ya Biblia katika majina matatu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama napinga, unipatie andiko. Lakini kwa sababu ya kutokujua ukweli, watu wengi wamepotea kwa sababu ya kutokujua ukweli. Lakini Biblia inasema ya kwamba Bwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Na Yesu akiweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura yake ya 12 na mstari wa 13 nasema hivi: Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho moja. Nasi sote tumenyweshwa roho moja ya Yesu Kristo. Tusome maandiko matakatifu hapa. Tunaposoma neno la Mungu, linatuonyesha maana ya ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Ina maana yake. Yaani tafsiri ya ubatizo, yaani ufafanuzi wa ubatizo, ni lazima ujue, ndiyo sasa uende ubatizwe. Ujue kwamba wewe kama unaenda batizwa, umebatizwa kwa sababu gani? Nini zaidi kifanyike kwa sababu ya ubatizo? Tusome Warumi. Tunasoma Warumi 6:3 hadi 4, nasema hivi: Hamfahamu ya kuwa sisi sote tulio batizwa katika jina la Yesu Kristo tulibatizwa katika mauti yake? Turudie usomi. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Yeyote aliyebatizwa katika jina la Yesu Kristo, yeye
naye alibatizwa katika mauti yake, yaani alikufa pamoja na Kristo kupitia njia ya ubatizo. Sura 8 mstari wa 4. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Maandiko yanasema ya kwamba ikiwa Kristo yeye amefufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Lazima sisi tufuate njia ile ile ya Yesu Kristo ili na sisi tukafufuliwe. Kumbe kufa na Kristo ni kupitia ubatizo. Ni kupitia ubatizo. Ukibatizwa katika jina la Yesu Kristo, hapo umekufa pamoja na Kristo Yesu. Umezikwa pamoja na Yesu Kristo. Wakolosai 2:12 nasema, mukazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye, kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Tunaziamini nguvu za Mungu aliyetufufua katika wafu kupitia ubatizo. Yeyote yule ambaye amebatizwa katika jina la Yesu Kristo ajue ya kwamba ule atafufuliwa na Yesu Kristo. Lakini aliyebatizwa katika majina matatu, nani sasa atamfufua? Hakuna kumfufua, kwa sababu jina ambalo linafufua waliokufa wote katika Kristo Yesu ni jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika Watesalonika, tusome Watesalonika. Tunasoma Watesalonika wa kwanza Watesalonika wa kwanza sura yake ya 4. Watesalonika wa kwanza sura yake ya 4 na mstari wa 16 inasema hivi hadi 17. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza. Waliokufa katika Kristo Yesu ndio watafufuliwa. Wote watakao ambao wamekufa katika Kristo Yesu, hao ndio watafufuliwa. Na watafufuliwa na nani? Watafufuliwa na Yesu Kristo. Wote waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa na Kristo. Lakini Kristo atakuja kufufua wale ambao waliokufa katika jina lake. Wale ambao wakufa katika jina la Yesu Kristo hawawezi wakafufuliwa. Ukisoma Wagalatia, tusome Wagalatia 3:17 inasema ya kwamba wale wote waliobatizwa katika Yesu Kristo wamemvaa Kristo. Nasoma Wagalatia 3:17, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Ni ya maana zaidi sana, kwa sababu ukibatizwa katika jina la Yesu Kristo umemvaa Kristo. Lakini kama hujabatizwa katika jina la Kristo, ina maana wewe haujamvaa Kristo. Lakini wale wote waliobatizwa katika jina la Yesu Kristo, wote tumemvaa Kristo, kwa sababu tumebatizwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana, na Mungu akuwezeshe kusikia maneno haya, kubariki sana, ya kuinue, ya kuimarisha imani yako ipande kwenye level nyingine,
toke sehemu uingie sehemu nyingine ya juu, ili umchunge Kristo atakapokuja, kwa kuwa pamoja na wale watakaonyakuliwa kwenda mbinguni kumlaki Yesu Kristo. Mungu akubariki na kukuwezesha. Hii ni voice yetu ya 6. Tunaendelea. Fata mwanzo hadi mwisho. Anza ya kwanza mpaka ya mwisho. Utafaidika mambo mengi zaidi sana. Na ukitafuta namba yetu ya simu utaipata 0999 60 43 58. Natia kodi ya Malawi. Barikiwe na Yesu. Ni Mambe Rwembuza, mtume wa Yesu Kristo anayetangaza habari njema Yesu Kristo kwa watu wote. Mungu akubariki.